بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وبعد، ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ili jambo zima la kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumhimidi Mwenyezi Mungu ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Hakuna mwanadamu ana udhur ya kutofanya hilo, kwa mengi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku wewe na kukufadhilisha wewe, na kawa wengine hajawapa aliyokupa wewe. Kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumhimidi Mwenyezi Mungu ni kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala inatosha kauli yake tu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lau kama nyinyi mkijaribu kuhisabu yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaruzuku nyinyi, basi hakuna miqyas au mizan ya kupima yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaruzuku nyinyi. Allah ametupa neema nyingi sana: neematul Islam, neema ya Uislamu, neema ya afya, neema ya amani, neema ya riziki na mengi ambayo hawezi kuhesabika. Inatosha wewe kumhimidi na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada hilo, nikukumbushia ibada ambayo ni tukufu, ibada ambayo inakukurubisha wewe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, inakupandisha daraja fil janna, inakuwa ni sababu ya wewe kusamehewa madhambi yako. Na vile vile ibada hii ambayo wengi wameghafilika nayo, ndio ibada ambaye suluhu ya matatizo ya mwanadamu khas na mujtama ala al-itlaq, suluhu yake ni kukithirisha ibada hii, na ni ibada ya kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada hii inakuondolea wewe qalaq na ahzan. Qalaq ni depression, ahzan huzuni na dhiki na matatizo ulimwengu. Na hata kama ilivyokuja katika riwaya, hata yule ambaye ni madiyun, anadaiwa, basi kithirisha sana kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumswalia Mtume kunasahilisha. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusahilishia wewe na mimi kuweza kulipa madeni kwa sababu ya kukithirisha kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inatosha kwamba ni sharaf bimaana Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kaamrisha, na kawaamrisha viumbe ambaye ni bora kushinda mimi na wewe, naye ni malaika. Na baada ya kuamrisha malaika, akawaamrisha waumini wamswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume hana haja na salamu yako, wewe ndio mwenye haja na hii salamu ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukimswalia Mtume, wewe ndio unafaidika, si Mtume anafaidika. Wewe ukimswalia Mtume itakuwa ni sababu ya kufuata shafaa siku ya Kiyama, siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim.
siku ya Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia shafaa kwa sababu ulikuwa unakithirisha kumswalia mtume, hususan lailatul jumaa na siku ya Ijumaa. Kithirisha sana ibada hiyo ndugu yangu katika imani. Kisha ndugu zangu katika imani, kabla tujaingia kwenye khutba, tunakumbushia vile vile jambo ambalo ni la msingi kabisa, nalo ni jambo zima la kumcha Mwenyezi Mungu, taqwa Allah, ucha Mungu. Kumwogopa Mwenyezi Mungu ni wewe kusimamisha amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kukaa mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishafanya hivyo, basi wewe ni mcha Mungu. Wewe ni mcha Mungu na muogopa Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe unasimamisha yale umeamrishwa kufanya na ukakaa mbali na yale ambayo umekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio taqwa. Lakini maalasaf, taqwa imebaki katika mimbar yaumul jumaa na katika mihadhara na katika vitabu na katika minasaba ya harusi na makaburini watu kuizungumzia, lakini katika vitendo fi'lan haipo. Ndio akasema Ibn Rajab al-Hanbali maneno yake yuktabu bima'i dhahab, maneno ya Imam Ibn Rajab al-Hanbali ambaye ni mwanafunzi wake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhim jami'an. Anasema kuhusiana na taqwa, anasema innal wa'idhina biha kathir wal 'amilina biha qalil, hakika wenye kuzungumzia taqwa ni wengi. Wengi wanazungumzia taqwa, maimam, makhatib, mudarrisin, lakini wenye kuifanyia kazi, wale ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu ni wachache. Basi mimi na wewe tujitahidi tuwe katika wale alqalil, wale wachache. Ndugu zangu katika imani, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wala tubtilu a'malakum. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatusemesha, anasema enyi mliamini nyinyi. Hii ni nida ya wenye imani, wale wanamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Anasema hivi Mwenyezi Mungu, mtiini Mwenyezi Mungu, fateni amri za Mwenyezi Mungu, mtiini na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuhuisha sunna, wala tubtilu a'malakum, wala msije mkaharibu amali zenu. Ndugu zangu katika imani, hii aya ni katika aya ambaye inagofia, inaogopesha. Ina maana ibada yako baada ya kuifanya haijaishia hapo. Yenda ikawa ukaswali lakini swala yako isikubaliwe. Yenda ikawa umefunga Ramadhani isikubaliwe. Yenda ikawa umetoa sadaka yako isikubaliwe. Kwa sababu hii aya Mwenyezi Mungu anasema msiharibu amali zenu. Ndugu zangu katika imani, mmoja katika wanachuoni wa salaf, Aba Mulaika alikuwa ni mwanafunzi wa masahaba. Aba Mulaika anasema adraktu 30 min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam. Aba Mulaika anasema nimekutana na masahaba zake mtume, khairun nas, watu bora, masahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas, hawa ni masahaba zake mtume ambaye mtume amewasifu khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Aba Mulaika anasema nimekutana nao 30 min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, hawa masahaba zake mtume. Ibn Mas'ud anasema man kana mustannan falyastanna biman kadmat fa inna alhayy la tu'man alayhi alfitan. Ikiwa wewe una lazima ya kumfuata mtu na kumuiga mtu, basi wafate waliokufa. Nani? ashabu nabii sallallahu alaihi wasallam. Aba Mulaika anasema 30 min ashabi nabii nimekutana nao, ndani yake kuna 10 almubashirin bil janna. Amekutana Sa'd bin Abi Waqqas, amekutana Aisha, amekutana Umar na Ali. Anasema wote walikuwa na sifa moja tu, hawa masahaba zake mtume wote walikuwa na khofia nafsi zao na nifaq. Umar anahofia nafsi yake na nifaq, anahofia amali zake zisije zikakataliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, asije akawa anafanya amali njema kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala يوم القيامه kazikataa. Huyo Umar ambaye radhiallahu anhu anamfuata
Hudhaifa bin al-Yamani radhiyallahu anhu, amea Hudhaifa, je, mimi mtume ameniweka katika idadi ya munafiqin wa Madina wale 17? Huyu ni Umar ambaye mtume anasema Abu Bakar fil janna wa Umar fil janna wa Ali fil janna wa Uthman fil janna wa Saad wa hakadha. Huyu ameshabashiriwa aljanna. Anamuuliza Hudhaifa bin al-Yaman, je, mimi niko katika idadi ya wanafiki wa Madina? Hudhaifa anamwambia billah wa tallah, na hapa sitomwambia mwingine baada yako wewe siri za bwana mtume, lakini wewe hauko katika grupu hiyo. walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila. Hii aya Aisha alipomsikia mtume anaisoma, au Aisha alimsomea mtume, akamwambia Rasulullah, hawa walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila ni wale alladhina yaznun, ni wenye kuzini, au yashrabuna alkhamr, ama wanaokunywa pombe, au yasriquna, ama ni wezi hawa ambao wao wanafanya na huku wanaogopa Mwenyezi Mungu asikubali amali zao. Ni kina nani hawa? Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Aisha, ya binata Siddiqa, mtoto wa mkweli, hawa ni wale watu wema wanaofanya amali njema na huku wanaogopa Mwenyezi Mungu asije akakataa amali zao. Yenda ikawa umesimama qiyamul layl, biha wa ni'ma, salatul layl, umeamka qiyamul layl, ukaswali qiyamul layl, ukafanya istighfar, ukaswali salatul fajr fi jamaa, ukaswali salatul jum'a fi jamaa, ukaswali al-asr, baada al-asr ukafanya jambo au ukasema ikaharibu amali yako yote ile. Hapa hatuangalii wingi wa amali, tunaangalia ni vipi tunaweza kuhifadhi amali zetu salih. Usije siku ya kiyama ukaambiwa na Allah, amali zako zote tumezijalia habaan manthura, kwamba Allah amezikataa amali zako. Umeswali imekataliwa, umefunga imekataliwa, umetoa imekataliwa. Ndugu zangu, kuna haja ya sisi kukumbushana yale mambo ambayo yanaharibu amali zetu, na ni mengi ambayo tutayataja labda katika khutba hii tusiweze kuyamaliza, lakini yale ambayo yatakayotajwa yenda ikawa kuna baadhi ya anasir katika hii khutba, yenda ikawa moja katika sifati unazo wewe. Ndugu yangu katika imani, kitu cha kwanza ambacho kinaharibu amali zetu ala al-itlaq, la shaka, ni al-ishraku billah, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hata ufanye nini, hata uangalie mayatima, hata uangalie maarmala, hata ujenge ufanye, lakini maadamu anta mushrik, Allah subhanahu wa ta'ala hakubali amali ya mushrik. Na Allah subhanahu wa ta'ala kad harama aljanna ala alkafirin, Mwenyezi Mungu ameharamisha aljanna kwa mtu ambaye amekufa mushrik. Shirki na haribu amali zako, shirki ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hatakubali amal adlan wala sarfan, nyingi ama kidogo, ya mtu mushrik يوم القيامه. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuonesha uzito wake anasema kwamba mtu atakayekufa katika ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala hatomsamehe. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Atakayekufa katika ushirikina basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatomsamehe, hatokubali chochote, atakuwa mukhalladan fi nar, mukhalladan fi nar. Ndugu zangu katika imani, nani anaweza kusubiria moto? Nani mwili wake ni ngumu ambaye inaweza kuzuia moto? Moto jamani, chuma inayayuka na moto inaweza kila kitu. Mushrikina atakuwa mukhalladan fi nar. Bal kwa uzito wa ushirki Allah subhanahu wa ta'ala anamkemea mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hasha lillah kama mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema walakad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka ya Muhammad. Muhammad, tumekupatia ufunuo, tumekupatia risala kama tuliwapatia mitume walio kabla yako wewe. La in ashrakta, la we Muhammad ukitushirikisha katika jambo moja, la yahbatanna amaluk, tutaharibu, tutakataa amali zako zote. Huyu ni mtume anaambiwa hivyo, sio mimi na wewe. Mtume wa hasha lillah kwamba anaweza kumshirikisha.
Na ndugu zangu, hili jambo la shirki tunaona ni mchezo. Wallahi hili jambo linaishi ndani ya sufufu za Waislamu.